imani yako imekuponya na usiwe na msiba wako tena. Maana yake ni nini? Alikuwa hajazikwa tu, lakini tatizo lake lilikuwa inamaanisha ni msiba tayari. Haleluya. Yesu yupo mahali hapa na kutangazia. Yesu akugusa popote alipo. Unaniangalia kwa njia ya TV, unaniangalia kwa njia ya mitandao, Yesu akuponye kwa jina la Yesu. Yesu akukumbuke na mateso yako. Yesu akukumbuke na shida zako. Yesu akutetee kwa jina la Yesu. Yesu akutetee na changamoto yako yoyote ile. Haleluya. Na ndio maana andiko linasema Yesu ilikuwa ni muda maalum ambao amekusudia mwanamke mmoja anaenda kukutana naye, na ndio maana akaelekea Naini. Alipofika tu kwenye lango la mji, na mimi nasema kupitia kipindi hiki cha muda huu, kuna mtu ambaye Yesu anamwonea huruma. Kuna ujumbe ambao mtu mmoja unamgusa. Kuna mtu mmoja ambaye Yesu ana makusudi naye, na ndio maana amekitaka kipindi hiki kiwepo. Maana yake inawezekana na leo ni lango la mji kwako. Inawezekana labda baadaye kidogo kuna maharibu kwako. Inawezekana baadaye kidogo kuna changamoto yako, kuna mateso yako yapo. Na ndio maana Yesu amekuja kwa kipindi hiki. Wakati mwingine umekata tamaa, unatamani hata ufe. Wakati mwingine umekata tamaa, unatamani hata ukimbie. Wakati mwingine umekata tamaa, unatamani hata utoke kwenye ndoa yako. Maana yake kila mambo yamekufa. Maana yako na maumivu ndani yako, ni vilio mara kwa mara. Yesu yupo kwa ajili ya kukuponya kwa jina la Yesu. Yesu yupo akukumbuke kwa jina la Yesu. Yesu akuonee huruma. Yesu akuonee huruma mama. Yesu akuonee huruma baba. Yesu akuonee huruma kijana. Yesu akuonee huruma binti. Umechanganywa vya kutosha. Umeumia vya kutosha. Umeonewa vya kutosha. Umelia vya kutosha. Na mimi nasema kwa jina la Yesu, chochote kinachokuwa kinakusumbua, chochote kinachokuwa kinakuhangaisha, chochote kinachokuwa kinakutesa, Yesu akutoe kwa jina la Yesu. Haleluya. Jambo la kwanza kabisa, ukitaka Yesu akutoe kwenye matatizo, ukitaka Yesu huruma yake endelee kuwepo, jambo la kwanza ni kugeuka. Kitabu cha Matendo ya Mitume 26 ule mstari wa 18, andiko linasema wageuze, wasiache nguvu za giza na kuelekea nuru, wasiache na nguvu za shetani, wamwelekee Mungu. Hapa nilivyokuwa na mpaka sasa hivi ninavyosema hivi, kuna mtu mmoja ambaye anatazama na kunisikiliza, maana yake alikuwa amegeukia baada